Nawawi Online TV, Qur'ani na Sunna ndiyo misingi yetu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo tunaendelea tena kwa mara nyingine katika zile tabia 10 za wanawake wa motoni. Tulikuwa tumeishia katika nambari 3 katika darasa iliyopita. Insha Allah taala, kama hujatizama itizame hapo katika listi ya video zangu, utaiona tabia 10 za wanawake wa motoni. Leo tunaendelea na tabia ya 4 katika zile tabia 10 za wanawake wa motoni ambazo wanawake wote duniani na wa Kiislamu wanastahili kuweza kujiepusha nazo. Tabia ya 4 ni tabia ya mwanamke anaitwa Al-Hannana. Al-Hannana ni mwanamke wa design gani? Al-Hannana ni mwanamke ambaye aliwahi kuolewa hapo zamani, kisha akaja akaachika, alafu akaolewa na mwanaume mwingine. Huyu ndio Al-Hannana. Aliolewa, akaachika, na sasa ameolewa na mwanaume mwingine. Ni sababu gani iliyomfanya Al-Hannana huyu aweze kuwa ni miongoni mwa wanawake wa motoni? Al-Hannana ana tabia ya kutaja au kutolea mifano kwa mume wake mpya kwa yule mume wake wa zamani. Yani ni kwamba ni hivi, yani ile ndoa yake ya zamani imekuwa kama ni tatizo, kero kwa huyu mume wake wa sasa hivi. Kwani muda wote anapenda kuzungumzia ndoa yake ya zamani. Muda wote anapenda kuzungumzia mume wake wa zamani. Muda wote anapenda kuzungumzia maisha ya ndoa yake ya zamani. Pia Al-Hannana ana tatizo lingine, anapenda sana kutolea mifano ndoa za watu wengine. Anaweza kumwambia mume wake, mama wangu, unaona ndoa ya mama fulani, unaona ndoa ya baba fulani pale, ipo hivi, ipo moja, ipo mbili, ipo tatu. Yani anaingiza mifano ya ndoa za watu wengine katika ndoa yake na mume wake. Huyo ndio Al-Hannana. Tabia ya 5 katika siku ya leo inshallah taala, anaingia mwanamke anaitwa Al-Mannana. Al-Mannana. Al-Mannana ni mwanamke wa aina gani? Sikiliza vizuri sasa usikie. Al-Mannana ni mwanamke ambaye ana tabia ya kujisifu, ana tabia ya kujifakharisha kwamba yeye ndiye sababu ya mafanikio ya mume wake. Anaweza kukaa na ndugu zake, unaona yule pale baba fulani, bila mimi yule nyumba tusingejenga. Bila mimi yule kile kitambi cha mimi ndo nakitengeneza kile. Bila mimi yule asingekuwa vile. Bila mimi yule asingekuwa hivi. Yani anajisifu kwa ndugu na marafiki na majamaa kwamba yeye ndiye sababu ya mafanikio ya mume wake. Huyu ndiye Al-Mannana, na ni katika tabia mbaya na mbovu kubwa ambazo zitamfanya mwanamke ajiingize katika moto mkali wa Jahannam. Tabia ya mwisho katika siku ya leo ni Al-Nashiz. Al-Nashiz ni mwanamke ambaye ni tabia ya mwanamke wa motoni ambaye hamtii mume wake. Hapa na wanaingia wengi sana watu, wanawake wa zama hizi wanaingia wengi sana. Al-Nashiz ni mwanamke ambaye hamtii wala kumheshimu mume wake. Wanasema Waswahili kwamba wewe ukimwaga mboga na mwaga ugali. Yani hivyo, ukinipigia, ukinibipo na kupigia. Huyo ndio Al-Nashiz. Hana toa, hana heshima, hana unyenyekevu wowote kwa mume wake. Yani mume wake ni sawa sawa ni kama na ndugu yake au kaka yake, ni wanabishana. Mume akiongea neno moja, mwanamke anaongea maneno 100 mpaka mwanaume anaamua ondoke. Akaenda akatulize mawazo kwenye video vya kahawa kwa sababu ya kelele na kero za wanawake sasa hivi. Lakini wanashindwa kutambua kwamba bila radhi za mume wake hawezi kupata radhi za Allah tabaraka wa taala. Wanawake wanabidi waelimishwe. Wanawake inabidi wafundishwe, tusiwaweke tu nyuma. Lazima waweke mbele, wajue kwamba waume zao wana thamani gani. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa. Mwenye Allah amesema kwamba wanaume ndio viongozi wa wanawake. Sasa inakuwaje tena kiongozi ndani hamna? Na siku zote kiongozi sehemu yoyote kukua hamna kiongozi wake ni Ibilisi laanatullahi alayhi. Sasa kama unashindwa kumpa mume wako nafasi ya uongozi, ukamheshimu na kumsikiliza na kumtii, ujue kabisa umempa Ibilisi laanatullahi heshima na unyenyekevu na uongozi ndani ya nyumba yako. Ndugu zangu, tuwaelimishe wanawake, tuwaelimishe wanawake zetu, tuwaelimishe mama zetu, dada zetu na Waislamu na wanawake wote wa Kiislamu kwa ujumla juu ya madhara ya kutokuheshimu waume zao. Hii ni tabia ya 6. Inshallah taala tuishie hapa. Katika video itakayokuja inshallah taala nitamaliza zote tabia zote 4 zile ambazo zinafanya mwanamke aweze kuingia katika moto wa Jahannam. Kwa leo tuishie hapa. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum.